إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولقد فاز المتقون. معاشر المسلمين، فإن الإنسان بطبيعته يحب المروءة فيما بينه وبين الناس، والمروءة من أخلاق العرب، بل من أخلاق الإسلام التي حث الناس إليها، وهي أن يترك القبائح التي تشين بسمعته، وهذا أمر يحبه الله عز وجل. Ndugu Islam, katika tabia na maumbile ya mwanadamu anapenda kujipamba na sifa hii ya murua na utu baina yeye na wanadamu wenzake, ambao almurua hiya min akhlaq alarab, ni katika tabia na maumbile ambao walikuwa nao Arabu, bal min akhlaq alislam, bali hata Uislamu umekuja ukatuhimiza watu kujipamba na tabia hii. Wadhālika an yatruka al-insanu al-qabā'iha allati tushinu bisum'atihi, mtu aate mambo mabaya min al-ma'asi wadh-dhunub, ili asiitafue nafsi yake baina yeye na wenzake, ili hizi aibu zisionekaniwe kwa wenzake. Fahadha amru yuhibbuhu Allah, ili ni jambo ambalo Allah analipenda. Lakin falmuslimu yanbaghi an yas'ala nafsahu ma hiya almuru'ah allati ja'alaha bainahu wa bain Allah, ile ambayo iko baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kila mmoja anakimbia, hataki kupatikaniwa na kasoro wala sifa mbaya, ili asisifike vibaya kwa watu. Lakini ijalia kwa kuwa baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala muru'uhu uko kinamna gani. ولذلك هذا أمر ينبغي للمسلم أن يكون مستحضرا لنعم الله وكرم الله عليه juu ya haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaotulekeza nayo. Allah subhanahu ndiye akram al-akramin, ambaye alituneemesha kwa neema mbalimbali. Lakini sal nafsaka ma hiya sifatu al-haya allati taj'al bainak wa bain Allah subhanahu wa ta'ala,
ili yale ambayo usiyofaa kuyafanya ujiweke mbali nayo, na yale ambayo Allah subhanahu kaamrisha ili uyafanye. Na hii ndio maudhu ambao tutakayogusia biidhnillah. Yani muislam an yakuna hayiyan inda rabbih, muislamu atakiwa awe na haya na Mola wake. muislamu atakiwa jipambe na hadhihi sifa alazima, wa hiya sifatun karima tahalla biha al-anbiya, bal tahalla biha subhana nafsuhu. Hii sifa ya haya mitume wote wa Allah walokuja kila mmoja alikuwa na haya, bal hatta mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi sifati al-haya, ana sifa ya haya, lakini sio haya yake kama haya yetu. Fakana jadirun bil muslim an yakuna hayiyan ma'a rabbih, awe na haya zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hili limekuwa ni aks. Muislam aweza kuwa na haya na mwenzake asilifanye jambo kwa sababu atasemwa vibaya, lakini fala yubali fima bainahu wa bain Allah, hajali lile ambalo liko baina yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika an-nabi sallallahu alayhi wasallam kama fi hadith ibn Umar mimma rawa al-imam al-Bukhari wa Muslim, tumealiposema alayhi salatu wassalam al-haya'u min al-iman, rabata al-haya bil-iman, kwa kuwa haya ni juz min al-iman. Wadhalika imma an takuna al-haya muktasabun wa imma an takuna haya'un tabi'iyya. Imma haya inakuwa ni tabi'iyya, maumbile. Kuna watu wanaona haya, lakini haya yao kiitizama ni haya baina yeye na watu wa kawaida. Na kuna haya ambayo hiya tuktasab, haiwezi kuja hivi hivi illa bilkasb, uichume ndio hiyo haya ije. Wadhalika bifi'li ta'at, kwa kufanya yale ya taa, na vile vile kuisoma dini ya Allah ili ujue hii ni haram, uweze kuiepuka istihyaan min Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika mtume qala alhaya'u min aliman, haya ni sehemu katika iman. Bal jaa fi hadith ibn Umar kama inda ibn Majah, tumeliposema alayhi salatu wassalam alhaya'u wal iman qurana, fa idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Al-iman wal haya qurana, imani na haya ni vitu viwili zimefuatana, haya na iman. Fa idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar, moja ikinyanyuliwa ikikosekaniwa haya, basi hata imani pia inashuka, inakosekaniwa imani. Na imani inaponyanyuliwa ikikosekaniwa haya inakosekaniwa, ndio pale tamwona mtu ajifanyia tahajali, dhahaba minhu ma'ul haya, hata ile maji ya haya hana, fala yastahi. Walidhalika kullama kana al-insan ashadda hayaan ma'a rabbi zada imanu, kila anapokuwa ana haya zaidi na Mola wake imani yake inazidi. Kadhalika kullama kana au kullama ishtadda imanuhu zada hayauhu, vitu vile haziambatana. Al-iman, vitu vile hizi ambazo zinazoambatana haziachana, al-iman wal haya. Bal qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam kama fi sahihain min hadith Imran ibn Husayn, tumeliposema al-haya'u kulluhu khair, al-haya'u kulluhu khair, haya yote ndani kuna khair. هذا كلامه عليه الصلاة والسلام. كذلك قال في رواية الحياء لا يأتي إلا بخير، حياء هايجي ولا هيبتكني إلا ndani yake kuna khair. فلذلك معاشر المسلمين هذه صفة عظيمة وجليلة، ni katika sifa ambao muislamu atakiwa jipambe nayo. Bal takhallaqa biha al-anbiya wa ala ra'si haula nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na haya zaidi, ambaye ndiye qudwa wa ummuhu, ambao sisi ndio tunamfuata yeye. Kama jaa fi hadithi Abi Sa'id al-Khudri, aliposema Abi Sa'id kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya min al-'adhra fi khidriha. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء، فشبهت
حياؤه من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام بالمرأة العذراء التي هي تكون في خدرها. afananishwa hii haya mtume aliyokuwa nayo na mwanamke ambaye msichana yule ambaye anajifungia nyumbani, si mtu wa kutoka. Ndio sema kana rasulullah ashadda haya min al-adhra, kulikoni hata yule msichana, yani msichana bikra ambaye hajaolewa, fi khidriha, yani fi hijriha au fi hujratiha, kwenye ile sehemu ambayo yeye ndio makazi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo alivyokuwa. وهذا خلق عظيم ambao takhallaqa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anajisifu ana haya, kama jaa fi hadith fi sahih, tumaliposema alayhi salatu wassalam, inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abdihi an yarfa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwenye hadith, hakika Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala hayyun, ana haya. Na tamko hili limekuja hayyun, yani maana kathirul haya. Allah subhanahu ana haya sana. Famin hayaihi subhanahu wa ta'ala yastahyi min 'abdihi, Allah anamuonea haya mja wake yule ambaye atakayenyanyua mikono yake kwenye dua amombe Allah subhanahu, kisha ayaruddahuma sifra khaibatain, Allah airegeshe mikono yake mitupu bila ya kumjibu dua. Allah anaona haya, manake kila atakayeomba bishurut yale ambayo yanayotakikana kwenye dua iwe, fallahu subhanahu wa ta'ala yastajibu la, Allah tampa. Na hii ni ahad ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alitoa, ud'uni astajib lakum, niombeni nitawajibu. Walidhalika wasafa nafsahu bilhaya, wa hadhihi hayaun taliqu bijalalihi subhanahu la tushabihu haya almakhluqin, ni haya ambayo inayolingana na utukufu wake Allah, isiyofanana na haya zetu sisi wanadamu. Sisi tuna haya lakini inapatikaniwa bitaghayyur, mtu kubadilika kwenye hali fulani akaja kwenye hali fulani. Wa haya'u subhanahu wa ta'ala laysa kadhalik, bal yusafu bihadhihi sifa, anasifiwa Allah na hii sifa. Falidhalika, ikiwa hii ni sifa ya mitume, bal hatta Allah subhanahu wa ta'ala kajisifu na sifa hii, fakana ala almuslim, vile vile itakiwa kwa muislam au yatajipamba na sifa hii. Leo kitizama kila mmoja rubbama yurabbi auladahu wa yujannibuhum min alqaba'ih likay la tushina bisum'atihi. Mtu anaweza kuwa yeye mwenyewe yahtamu binafsihi, au pengine fi tarbiyati auladi, aseme hili usifanye hili jambo baya, watu watakusema vibaya, au yeye mwenyewe kujiweka mbali na hayo mambo ili watu wasiseme vibaya, akaingiza aibu, au auladuhu au ghairi dhalik. Lakin la yaj'al hadha al-amr fima bainahu wa bain Allah. Kwa nini tukimbia watu kwa hili usilifanye? Sitaonekaniwa hatuna maana, sisi tutasemwa vibaya, lakini mbona hili ulifanye baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio Allah akasema yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min alqawl. Leo watu wamekuwa yastakhfuna minan nas, watu wanaogopa wenzao, wanadamu wenzao, kwa kuwa tusifanye hivi fulani tutasemwa hivi. Mtu anakimbia jambo asilifanye hadharani kwa sababu asisemwe vibaya. Ndio Allah akasema haya maneno, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah, wala hawamjali Allah subhanahu wa ta'ala. wa huwa ma'ahum idh yubayitun, ma'ahum Allah subhanahu akiwa pamoja na wao, biilmihi wa sam'i wa qudrah wa iradati. Hamna lolote tutakalolifanya isipokuwa Allah ya'lam wa yasma'. Ndio akasema wa huwa ma'ahum, Allah yuko pamoja na wao, hawajali kwa haya tunayafanya, Allah yattali alaina. Lakini kwa nini twakimbia watu kusiyafanye yasiyofaa kufanya hadharani, lakini tukayafanya kwa siri,
pamoja kwa Allah subhanahu wa ta'ala yattali'una. Walidha yaqul ahli alilm hadha istighfaf billahi subhanahu wa ta'ala, huku ni kutomjali Allah na kuonekaniwa labda hata hayahun. Kwa nini hili la watu liwe juu lakini la Allah subhanahu wa ta'ala ukawa wewe umeleka chini? Walidhalika qala man qala, akisema idha khalawta biraibatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatu ila at-tughyani fastahyi an-nadhara al-ilahi wa qul laha innal ladhi khalaqa adh-dhalama yarani. Akisema haya maneno idha khalawta biraibatin fi dhulmatin, unapokuwa faragha kwa jambo ambalo lina shaka kwenye sehemu ya giza, basi jua an-nafsu da'iyatu ila at-tughyan, nafsi inakulingania na kukuita kwenye kufanya huo uchafu. Lakini qala fastahyi min nadhari al-ilahi wa qul laha, kuwa na haya angalako kwa Allah ananiona, na iambie nafsi yako innal ladhi khalaqa adh-dhalama yarani, yule ambaye aliumba hili giza ananiona. Wewe uko kwenye sehemu ya giza huonekani na yote, lakini jua kwa kuwa alladhi khalaqa adh-dhalam, aliumba hili giza kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yaraka. Walidhalika almuslim idha istahdhara hayaahu kullama yakun fa inna amrahu yastaqim, kila anapokuwa mahala atakufanya jambo Allah ananiona, Allah yuraqibuni, basi mambo yake yataenda sawa. Lakini idha qalla hayauhu qalla imanuhu waqtarafa bima shaa min adh-dhunub. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. katika yale maneno yaliodiriki yaliokutwa na mitume ni maneno haya haya. Jambo la haya lilikuwepo hata kwenye zama za mitume kabla mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidha qala inna mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwati al-ula, katika maneno ya mitume wa mwanzo ni swala hili la haya, kwa sababu kila mtume alikuja na haya. Lakini madha qala alayhi salatu wassalam idha lam tastahi fasna ma shita, maana yake hujapewa khiari kwa basi kwa una haya fanya utakavyo. Maana yake ukikosa haya utafanya utakavyo. Haya itakapokuwa hakuna, sasa wewe hutojali, utafanya vile unavyotaka wewe. La yastahi hata saa nyingine hata fima bainaka wa baina an-nas, waweza kuzungumza maneno hata usione haya, kwa kuwa mimi hapa niko sehemu za watu sifai kuzungumza haya maneno, au fanye vituko ambazo hufai kuzifanya, lakini kwa kuwa huna haya hata fima bainaka wa baina an-nas wewe hujali. Na ndio haya maneno ambayo alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shi'ta. فلذلك معاشر المسلمين فالحياء هذا من أعظم الأخلاق التي ينبغي أن يكون المسلم متصف بها. مسلم atakiwa amejipamba nayo, kwa sababu kuwa na haya ndiyo haya ya taa utakayoyafanya. Kuwa na haya ndiyo haya ya maasi utakapojiepusha nayo, utakapoona kwa Allah subhanahu wa ta'ala yarani wa turaqibuhu fi kulli hin, na ukifanya muraqaba kila wakati kwa Allah yusha, Allah yattali alayya, Allah subhanahu yasma, Allah subhanahu yarani, bas mambo yataenda sawa. Lakini ikikosekaniwa haya, ndio hii hali ambao mtu atakaoingia isiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu ma tasma'un walhamdulillah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استحيوا
min Allahi haqq alhaya. Mtume aliwaambia masahaba, muoneeni Allah haya, haki ya haya. Neno hili alolisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuisabika hii ndio haki ya mtu kuwa na haya. Aliposema haya maneno, qala Abdullah ibn Mas'ud, kunna ya Rasulullah inna nastahi walhamdulillah. Tumalipoambia muoneeni Allah haki ya haya, wao wakajibu haya akamwambia ya Rasulullah inna nastahi, sisi tunamuonea Allah haya. Kisha wakasema walhamdulillah, kwa sisi hii sifa tuko nayo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia laysa dhak, sio hiyo mnaosema nyinyi. فمعنى ذلك أنه يبين لهم حقيقة الحياة, haki ya mtu kuwa na haya. Walipojibu haya kwa sisi tunao haya, Mtume akawakatalia akamwambia laysa dhak, sio hiyo ambayo nyinyi mnaiona. Lakini thumma qala walakin man istahya Allah haqq alhaya, au qala min alistihya billahi haqq alhaya, kwenye hali ya mtu kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, kumuonea Allah haki ya haya, tumekataja haya mambo. Faqala lahum an tahfadha ar-ra's wa ma awa wa tahfadha al-batn wa ma hawa wa tatadhakkara al-maut wal-bila. ثم قال ومن ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمي كوانبيا حكي يكموني الله حياة أن تحفظ الرأس وما عواه, ni kukihifadhi kichwa na vile ambavyo kwamba viliomo kwenye vichwa. والمراد به يعني تحفظ البصر, jicho lako ili ulihifadhi, manake lisitizame mahala ambapo ni haram. Waona hiki ni haram, hakifai kuangalia, basi funga jicho lako, tizama mahala ambapo sio hiyo. Kadhalika as-sam', ni kuyadhibiti masikizi yako yasisikize yale ambayo ni ya haram. Kadhalika lisan, usitemke yale ambayo ni ya haram. فلذلك قال أن تحفظ الرأس وما عوى وذلك العين والسمع واللسان, ili hizi vitu uwe utazidhibiti zisitumike ila kwenye yale ambayo yenye kumridhisha Allah. وهذه من النعم العظيمة. الله سبحانه أكرم عليك بالعينين, أكرم عليك بالسمع من غير خلل, وأكرم عليك باللسان. Unaona vizuri, unasikia vizuri, unazungumza vizuri. Kuna watu hizi neema hawana, kusikia hawasikii, lakini aweza kuyaona, lakini masikio yake hasikii chochote. Kuna watu aweza kuyaona, lakini ulimi hawezi kuzungumza. Lakini yule ambaye Allah akrama alayhi bihadhihi an-ni'am, Allah limkirimu na hizi neema, lakini kaifa yati hadha al-insan wa yusiu ila Allah fi muqabil hadha al-ihsan, anayemkosea Allah muqabil wa hii neema. Leo sisi tukitizama mwenzako aliyokufanyia wema, aliyekufanyia ihsan, wewe hata uweza kuambia watu bwana, mimi siwezi kumkosea fulani. Fulani yule nifanyia wema sana bwana, siwezi kumsahau kwenye maisha yake. Haiwezi kumsahau kwenye maisha yake, pengine wema siku moja siku mbili, lakini limemfanya, limemjenga imani kwa fulani, kwa wema wake amsahau. Nahnu kam min an-ni'am allati an'ama Allahu alaina, bure kabisa. Neema ngapi ambazo Allah ametupa sisi, ambazo kwamba wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, hata mkitaka kuzihesabu hamwezi kudhibiti hesabu yake, dhahiratan wa batina. Fallahu awla an nuqabila in'amahu biihsani, ndio aula tuzikabili neema zake kwa kumfanya wema. Lakini nahnu nuqabil ni'am Allah biisaati, tunazichukua neema lakini tunamkosea Allah. Hadhihi an-ni'am ambazo sisi tunastarehe nazo Allah alizotupa, ambazo sisi ni aula zaidi kuzikabili neema hizi kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala wema. Ikiwa mwanadamu huwezi kumsahau kwa wema wake mmoja tu aliyokufanyia,
fakaifa billah ambaye neema hizi ambazo tulizonazo sisi. Ndio Allah akasema ya ayuha insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqak fasawwak fa'adalak. انظر الى هذه، الله asema khalaqa, kwanza akakuumba wewe, thumma sawwak, akakuweka kwenye umbile la sawa, hujawekwa wewe mkono mmoja uko juu mkono mmoja uko chini. Walam yaj'alana subhanahu wa ta'ala ka hay'ati albahaim, tutembea kwa miguu minne. Allah ja'ala al-insani qaman yamshi 'alayha, amemjalia kimo kilichosimama anatembea. Thumma fa'adalak, ametuweka viungo vyetu vikiwa sawa, mkono na mkono uko sawa, mguu na mguu, hujaomba mguu mmoja uko juu mmoja umepanda juu hivi. Allah subhanahu wa ta'ala addalak, wa hadhihi min akbar an-ni'am. ولذلك هذا كرم الإنسان لم يجعله الله سبحانه وتعالى في أي خلق من مخلوقاته، كما قال ولقد كرمنا بني آدم، tumemkirimu mwanadamu. فالله أكرمه سبحانه وتعالى وفيومbe vyote mwanadamu huyo amekirimiwa. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، Allah atumia neno ahsan kwenye umbile bora zaidi asiyefanana na wengine. Lakini hadhihi ni'am ambazo Allah ametupa zote sisi, yale ambayo tunayafanya muqabil laha bidhunub wal isaati ilayhi. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia haya maneno kwenye hadithi, akamwambia an tahfadha ar-ra's wa ma awa, thumma qala wa tahfadha al-batn wa ma hawa, na mtu hifadhi tumbo lake. Na mtu kuhifadhi tumbo maana yake an la yudkhila fihi haraman, usiingize haram. Wajua hii ni haramu, acha. Wasawa kana haramun lidhatihi au haramun lisababi au haramun likasbi, imma chenyewe unachokula ni haram chenyewe dhati haram, na imma inaweza kuwa ni haram bisabab, yani kenyewe asli kina kitu ni uhalali, lakini njia uliochukua na sababu uliyotumia ni sababu ya haram, hii inakuwa ni haram pamoja kwa dhati yake ni haram, dhati yake ni halali. Kama wewe mfano uibe mchele wa mtu, uibe kuku wa mtu, kuku asli yake ni halali, lakini kwa njia uliyotumia alhukm taghayyar kwa hii sababu, hii sasa inakuwa haramu kwa hii tunachokula si haki yako. Au an yakuna haraman likasbi, chumo lako kazi yako ni kazi ya haramu. Waliyom kam min almuslimin, mtu hajali kwamba bwana haya maisha bwana takimbia haramu mpaka lini, wa hadha khata, na hii ni dalili ala jahl hadha almuslim, kwa sababu tayari tumeambiwa sisi haramu tuikimbie. Lakini wewe wajua wazi kwa hii kazi hii si halali, hii kazi unaifanya wajua ni haramu, wa anta tuqir, unakubali, kisha iweje kwa hiyo kazi unaifanya wewe ndio kalishe familia yako, kazi hiyo ndio wewe ule kupitia yale mapato utakayopata. Wa Rasul madha qala, aliposema alayhi salatu wassalam, qit'a min al-lahm, nyama ambayo iliyokuwa kwenye mwili, min suhut, yani min mali al-haram, fan-naru awla lahu, yani mwili wako kakuwa, lakini wewe ni mpondaji mali ya haramu, kazi zako za haramu tu. فهذا النار أولى له كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك من حق الحياة تحفظ البطن، حفاظي تنبلك. لأنه حتى السلف wanawake wa kisalaf walikuwa wakiwaambia waume zao wakitoka, inna nasbir ala nar ala shiddat alju, tunaweza kuvumilia ukali wa njaa lakini hatutoweza kuvumilia ukali wa moto. Kwa sababu yake la tut'imna illa min alhalal, usitulishe isipokuwa halal. Lakini muumini ambaye asijali aenda katafute amin halalin amin haram, kama qala an-nabi sallam, sayati zaman, takuja wakati mtu hajali mali atakayoifikia ni njia halali njia haram, almuhimu kwambia tumbo lijae. Lakini tumbo likijaa litaenda kupambana na adhabu vile vile kesho inda Allah subhanahu wa ta'ala. فالمسلم ينبغي أن يكون حافظا لبطنه، وهذا هو حق الحياة، hifadhi tumbo. Fadhali baki na njaa, takunu saidan, kuliko kutumia haram ambao hali ambao haimridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Bal kad yakunu lahu quwwa wa qudra ala iktisab alhalal, mtu anaweza kwa anayo nafasi aache hii haram afanye halal, lakini asema siwezi aacha mazoea. Hadha la yanbaghi.
Walidhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwa mmoja wenyu yule ambaye atakayetoka aende zake msituni, kwenye maana ya hadithi, aje na tita la kuni, ameenda kukata kuni huko, aje nalo mjini auze, ale kupitia zile kuni alienda kuuza, fahadha khairu, hata kuliko yule ambaye anayekaa kazi yake yasalu nnas, kazi yake ni kuomba watu wampe au wamnyime. Lakini Mtume asema yule atakayeenda kukata kuni, na hakuna kazi ambayo na hii ni halali, hata ikiona ni duni watu watakusema vibaya, lakini yatika birizqi alhalal, wewe fanya, madamu itakuletea riziki yako ya halal, wewe fanya, atakayekusema na kusema. Lakini sisi tumezoea kwa kazi gani, lakini kwa tayari aache hii ambayo yona ni duni lakini ya halal, aone ile nyingine ambayo ya haram, bila ya kujali. Kwa hadha wa'id min Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala an tahfadha albatna wama hawa alhawa alfarj, na mtu kuhifadhi farji yake, kuhifadhi tupu yake, asiitumie ila kwenye yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum, ahifadhi tupu yake, asiingie kwenye zina, wala asiingie kwenye liwat, wala asiingie kwenye istimna, mtu mwenyewe ajimalizie haja zake kwa sababu ya mambo yake tu, hadha haram, na inaingia kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala wa tatadhakkara almauta walbila, na ukumbuke kwa hiyo utakufa. Taj'al almauta baina yadayk, mauti yake mbele yako kwa wakati wote, lahadha yote. Wangapi ambao watu wanakufa ghafla, ameinuka mzima kabisa, ameenda mpaka mahala ili kutaka mahitaji yake, saati tambua fulani tayari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wewe usiinuke ukajipima, mimi leo niko sawa, angalia mwili wako, la tadri, wenda pengine hiyo siku unajua nayo uko sawa, kumbe ndio siku yaenda. Allah anakuletea sababu tu ndogo, waacha haya maisha waenda kwenye maisha mengine. Fama alladhi tahmiluhu li rabbik, kipi ambacho wewe unatokibeba unaenda nacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika taj'al al-mauta da'iman baina yadak, kama qala Ibn Uthaymeen rahimahullah, asema yule anayetoka nyumbani kwake asubuhi anaenda kazini, basi aone labda pengine anaweza kurejesha nyumbani akiwa ni maiti. Wewe waenda zako shughuli zako, lakini kad tarji ila baitika wa anta mahmulu ala an-nash, umbebwa ni maiti. Kiti kile unatokalia kwenye ofisi yako inaweza kikabadilika ikawa sasa ndio janaiza, wewe ungeuza wachukulia. Lidhalika qala wa tatadhakkara almaut, umbukeni mauti. Na hili ni jambo ambalo Mtume amelihimiza, akthiru min dhikri hadim alladhat. Thumma qala walbila, kwa baada ya mauti miili itaisha. Hii watu wakiingizwa kwenye makaburi haitobaki miili, italiwa na wadudu. Fala yabqa minhu illa ujbu dhanab, hapabaki chochote katika sehemu ya mwili wetu isipokuwa sehemu moja tu ambayo Mtume alisema, wa huwa ujbu dhanab, sehemu ambayo mfupa ambao uko kwenye sehemu ya mgongo hapa, sehemu ya kiuno, ambao ndio mfupa utakaobaki maisha kwenye kabri, haugusi. Lakini hii mifupa mingine inaweza ikaoza ikaisha, lakini mfupa huo aliotaja Mtume sallam hauishi. Faminhu yurakkabu jasadu al-insan yawm al-ba'th, kupitia mfupa huo ndio mwili wa mwanadamu utapandishwa kwenye mfupa huo, uanze kukua tena, baadaye watolewe kwenye makaburi. Walidha qala walbila. Thumma qala alayhi salatu wassalam, na yule ambaye atakayefanya kwa ajili ya akhira na kaata zinata dunia, starehe na mapambo ya dunia, vitu vya kupita, kafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala faman fa'ala dhalika, mwenye kuyafanya hayo, faqad istahya min Allahi haqqa alhaya, atakuwa amekuwa na haya kweli. Yule atakayekuwa na haya ambayo aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Idha ma'ashira almuslimin, fahadhihi sifatun adhima, ikiwa ni sifa ambayo Allah kajipamba nayo, mitume walikuwa nayo, kadhalika sisi ni aula vile vile tutakiwa tuwe nayo, ili kuwa mbali na maasi na kukimbilia kuyafanya yale ya khairi yatakayompatia mtu saada fi dunia wa akhirata. Allahumma a'izz al-islama wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.